Basi nikukaribisha sana wewe mtazamaji wetu ambaye unatazama, na hapa pembeni yangu niko naye mtumishi wa Mungu yupo tayari kwa ajili ya kutuhudumia siku hii ya leo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Karibu tena katika kipindi chetu cha Mwanga wa Dunia. Nimekaribia. Karibu tufungulie kwa maombi, alafu baada ya hapo tuende moja kwa moja kwenye mada ya leo. Karibu. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninakushukuru tena kwa ajili ya wiki hii ambayo Bwana umetupa neema tuweze kuwepo. Ninakuinua kwa sababu ya kipindi hiki. Bwana, tunaomba neema yako ikapate kutufunika mahali hapa. Tunaachilia nguvu zako zikatembee nasi kwa ajili ya neno lako siku ya leo, katika jina la Yesu. Na hata msikilizaji mpe neema ya kuelewa kupitia jina la Yesu. Amen. Amen. Nakushukuru sana. Na mada ya leo inasema nguvu itendayo kazi ndani ya neno. Kwa nini nguvu itendayo kazi ndani ya neno? Kwanza mada inasema nguvu itendayo kazi nyuma ya neno. Nguvu itendayo kazi nyuma ya neno. Ndio. Nguvu itendayo kazi nyuma ya neno humaanisha mamlaka au uwezo wa kiroho unaoambatana na neno lililotamkwa. Ndio. Likiambatana na nguvu za Mungu. Ukisoma Waebrania 4:12, utaona jinsi ambavyo neno linaweza likawa hai, likawa na nguvu, lakini linaweza kugawanya vitu mbalimbali. Na neno hili lazima liambatane na nguvu ya Mungu. Lisipoambatana na nguvu ya Mungu, inakuwa ni halina nguvu. Ili neno lipate kuwa na nguvu, muamini anatakiwa fanyeje ili lile neno ambalo analitamka liwe na nguvu? Alitende. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 5, Petro alivua samaki usiku kucha. Ndio. Hakupata chochote. Yesu akaja akamwambia aelekee upande fulani wa bahari akavue samaki. Akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya hii kazi usiku kucha ya kuchosha, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Na kupitia lile neno lenye nguvu la Yesu, Petro alivoshusha nyavu, alivua samaki nyingi sana, mpaka akaanza kuwaita wengine wamsaidie sasa kuvuta lile jarife, maana lilikuwa limejaa samaki wengi. Kwa hiyo neno la Mungu linapotamkwa, likiambatana na nguvu, kuna kitu kinafanyika. Naam. Na Roho Mtakatifu ana nafasi gani kwenye kuhakikisha kwamba lile neno la kuwa na nguvu? Roho Mtakatifu ana nafasi kubwa. Tunakumbuka katika Yohana 1:1. Yohana sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hakuna chochote kilichofanyika pasipo neno la Mungu. Lakini wakati neno linatamkwa, Roho Mtakatifu ndiye aliyelitia nguvu ili liweze kufanya kile kinachotakiwa. Kwa hiyo pasipo nguvu neno linakuwa la kawaida. Lazima kuwe na nguvu ya Roho Mtakatifu kwenye maneno ili atende kazi. Hata wachao wanapotamka, kuna nguvu ambayo inalifuatilia lile neno. Hawatamki kikawaida tu. Wanatamka kwamba kuna nguvu inafuatilia yale maneno yao. Na mtu wa Mungu naye anapotamka maneno ili yawe na nguvu ya kutenda kazi, lazima kuwe na nguvu ya Mungu ambayo inafuatilia yale maneno nyuma. Na tukija katika swala la maombi, mtu anapoingia kwenye maombi, unashauriwa kwamba maneno yako yawe machache, maneno ya Mungu yawe mengi, au mistari ya Biblia uwe nayo katika maombi. Hii ina mchango gani na yenyewe? Mtu anapoingia kwenye maombi, kuwa na mistari mingi inaweza kuchangia nguvu ya Mungu ikaonekana? Maana Biblia inasema Mungu mwenyewe analiangalia neno lake ili alitimize. Kwa hiyo unapoomba sawasawa na neno la Mungu, Mungu analitazama lile neno lake. Na kupitia lile neno ambalo umeliweka kwenye maombi yako, Mungu analitimiza lile ambalo umeomba. Maana neno la Mungu ni kama sheria. Neno la Mungu ni kama amri. na neno la Mungu liko hai.
Neno la Mungu ni moto. Yes. Neno la Mungu linagawanya nafsi. Yes. Kwa hiyo unapolitumia neno la Mungu kuomba, Mungu analitazama lile neno na anatimiza kile ambacho ameomba. Na kwenye safari ya Yesu wakati anahubiri, ipi nafasi ya neno kwenye safari ya Yesu? Yamkini ukitupa hata kwa ufupi au kwa kiasi kidogo tujue, wakati Yesu anahubiri na kutenda muujiza, nafasi ya neno ilikuwa wapi kipindi hicho? Unamaanisha nini? Yaani ninachomaanisha ni kwamba kipindi Yesu anahubiri, anaifanya kazi yake, anafanya miujiza aina mbalimbali, wapi ambapo labda unaweza kutuonyesha Yesu alilitumia neno likafanya muujiza? Okay, Yohana 7:46. Biblia inasema wakashangaa sana kwa sababu ya mafundisho yake. Maana yake kuna wakati ambapo Yesu alifundisha. Kuna wakati alifundisha, ukisoma Yohana Mathayo 5:8 kuna heri zimetajwa pale. Ikiwepo heri wenye moyo safi. Maana yake hapo alikuwa katika kuhubiri neno la Mungu. Na maeneo kadha wa kadha. Kwa hiyo Yesu naye alitumia neno. Na yamkini kwenye kile kitabu cha Mwanzo tunaona ndio chimbuko la neno kuanza kutamkwa na kuanza kufanya kazi. Unaweza kutupitisha kwa kifupi ili mtazamaji wetu anayetazama apate uelewa chimbuko la neno kuanza kufanya kazi hapa duniani? Asante sana. Katika kitabu cha Mwanzo nikupitishe kidogo kama ulivyosema. Naam. Roho wa Mungu alitulia juu ya vilindi vya maji. Lakini moja kwa moja wakati wa uumbaji vitu vilitamkwa. Na kila kilipotamkwa kilifanyika. Yes. Kwa hiyo hapo ndio mwanzo wa kujua kwamba kila kinachotamkwa kinafanya kazi. Lakini lazima kiwe na neno lililosemwa nyuma yake. Yes. Yaani kila kinachotokea lazima kiwe na neno ambalo limesemwa nyuma yake. Yes. Maana neno lile ndio linafanya kazi. Na tunaona Elia Mtishibi, kuna kipindi fulani ambapo alimwambia Ahabu, hakuta kuwepo na mvua. Yes. Wala umande. Yes. Paka kwa neno langu. Kwa neno lake, yani paka atamke ete. Paka atamke. Na sio kwamba alikuwa anatamka katika hali ya kawaida. Wengine huwa wanatamka katika hali ya kawaida tu. Hapana. Lazima unapotamka neno liwe na nguvu. Unaposema ya kwamba hiki kitafanyika, lazima kuwe na nguvu inayolifuatilia ile neno. Wengine wanazoea tu kutamka sitakufa bali nitaishi, nimebarikiwa, lakini usitamke tu katika hali ya kawaida. Lazima una uhakika na unachokitaka. Lazima uwe na nguvu inayotoka kwenye yale matamshi. Wengine wanatamka tu katika hali ya kawaida, lakini kwa vyovyote ili jambo litokee lazima liwepo neno, lakini lazima nyuma ya lile neno kuwe na nguvu ya Mungu. Naam. Na hapo umetuambia kwa habari ya Elia Mtishibi, alisema mvua itanyesha lakini kwa neno langu. Sasa hapo tupe utofauti. Hapo alisema kwa neno langu, kwa maana ya neno lake yeye mwenyewe. Je, sasa hivi mtu anaweza akatamka neno akasema kwa neno langu bila kutumia neno la kwenye Biblia na mambo yakafanyika? Unajua Biblia inasema sisi ni miungu. Yes. Sisi ni miungu. Na unajua Mungu ametuumba kwa mfano wake. Na unapokuwa na nguvu ya Mungu ndani yako, tayari unaweza ukatamka. Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa hiyo kuna wakati ambapo sisi tunapotamka mazuri yanatokea, lakini itategemea na wewe una nguvu gani. Yes. Kwa hiyo Elia naye aliposema kwa neno langu, alijua kwamba siko mwenyewe, nina Mungu ndani yangu. Yes. Kwa hiyo lazima ujue unapotamka lazima kuwepo na nguvu tofauti na hizi za kibinadamu. Yes. Lazima uwe na nguvu ya Mungu. Na ukijaribu kuangalia kipindi cha nyuma, yani kwa maana ya Agano la Kale na Agano Jipya, ukijaribu kuona nafasi ya neno na sasa hivi tunavyoishi sasa hivi, je, neno linafanya kazi kwa nguvu ile ile ukilinganisha na kipindi cha awali? Unajua neno hili lifanye kazi, kwanza linahitaji uliamini. Yes. Uliamini. Kuna watu hawaamini katika neno la Mungu.
litafanya kazi, lakini kuna watu ambao wataki Roho Mtakatifu tena. Hiyo ndio changamoto kubwa. Miujiza ambayo ilikuwa inafanyika zamani hata sasa ipo, kwa sababu Biblia inasema Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Yes. Hajawahi kubadilika. Yes. Mungu habadiliki, wanadamu wanabadilika. Kwa hiyo kama muujiza ulitokea Agano la Kale na sasa upo, isipokuwa ni sisi wanadamu tunakosa ule uwezo kutokana na maisha yetu, kutokana na mapito yetu. Lakini Mungu hajawahi kubadilika. Ni yule jana, leo na hata milele. Yeah. Na kwenye habari ya neno, turudi hapo wakati unazungumza kitabu cha Mwanzo. Tunaona Mungu alitamka matamko fulani na vitu vikatokea kutokana na yale matamko. Sasa hivi mtu anaweza akatumia njia hiyo pia kutamka na vitu vikawa. Inawezekana. Naweza kutamka kitu ikawa, kwa sababu tunarudi pale pale. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Na wakati unapojitamkia jambo linatendeka. Wengi hawajui kwamba linatendeka. Unaweza ukatamka katika hali ya kawaida kabisa, lakini ulimwengu wa roho unaandika na unatendea kazi. Lakini pia itategemea na una nguvu gani au mamlaka. Maana yake ule uwezo wa kiroho unaoambatana na neno ulilotamka ndio unalipa lile neno mamlaka ya kufanya kazi ipasavyo. Yeah. Nafasi ya kutamkiwa ikoje? Mtu anatamkiwa, tunaambiwa kwamba unaweza ukatamkiwa laana na laana ikawa. Unaweza ukatamkiwa baraka na baraka ikawa. Ipi nafasi ya kutamkiwa na kujitamkia? Asante sana. Mimi nafikiria kwamba tuingie kwenye neno la Mungu. Katika Mithali 26 mstari wa 2 ndio inasema, kama shomoro katika kutangatanga kwake na ambayo wayo katika kuruka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Ninataka kuzungumza kwamba kuna vitu ambavyo unaweza ukalaaniwa, lakini ile laana inakosa mashiko, haiwezi kukufuatilia. Lakini matamko ya baraka pia lazima yawe na kishikizo, kwamba yanashika wapi. Mfano, unaweza nikakutamkia, mtangazaji, mwaka huu utaendesha gari, lakini una mashiko yoyote, una chochote. Maana yake lile neno linaelea tu hewani, halina mahali pa kutua. Halina mahali pa kutua. Unaona, Ana alitamkiwa neno na kuhani Eli. Akamwambia, sasa iwe kwako kama uombavyo. Lile neno lilitenda kazi, maana alimkuta Ana akiwa kwenye maombi. Tena akiwa ana moyo wa kuomba, anaomba. Biblia inasema mdomo wake tu ulikuwa unacheza, lakini yeye mwenyewe alikuwa yani yuko serious kwenye maombi. Kwa hiyo Eli alipotamka lile neno likawa na mashiko, na Biblia inasema Ana alipakata mtoto. Yeah. Kwa hiyo maana yake nataka kusema kwamba watu ambao wamezoea wanapenda kutamkiwa ni vizuri tu pia. Inaweza ikawa nzuri, lakini uwe na mahali pa kushika. Kwa mfano nikuambie, mwaka huu utapata pesa, mtangazaji. Au kinyambia nipokee nyumba. Pokea nyumba. Lakini wewe huna chochote ambacho lile neno linaanguka pakavu. Lazima Biblia inasema nitabariki kazi ya mikono yako. Hiyo ndio imani yangu, kwamba lazima uwe na chanzo. Katika labda nikaipata hiyo nyumba kwa muujiza. Hata kupata kwa kufanya kazi nao ni muujiza. Ndio. Ni muujiza. Na mimi sikatai kwamba muujiza unaweza ukatokea, lakini lazima neno linapotamkwa liwe na mahali pa kushika, ambapo linapoangukia pale. Mfano, Petro aliambiwa nenda upande huu kavue samaki. Akaenda. Lakini alikuwa na jarife la kuvulia. Maana yake angeambiwa nenda upande huu kavue samaki, kama ana cha kuvulia angepataje samaki? Lakini ile hatua ya kuchukua na kwenda ndio iliyofanya kazi. Na vitendea kazi alikuwa navyo. Kwa hiyo kuna matamko mengine yanaishia hewani kutokana na mtu mwenyewe jinsi alivyo. Naam, sasa kwa kumsaidia mpenzi mtazamaji ambaye anatutazama sasa hivi, yamkini anataka
awe na maombi ambayo anaomba kwa kupitia neno na anapata matokeo ya hayo maombi. Kitu gani ambacho anabidi akizingatie kwenye kuhakikisha kwamba neno analolitamka linakuwa na nguvu? Kwanza awe na neno la Mungu ndani yake. Ndani yake. Ambalo linahusiana na yale anayoyaomba. Mfano unataka kuomba labda Mungu akuinue kutoka mahali ulipo. Lazima uwe na neno la Samueli nasema umuinue mnyonge kutoka mavumbini na kumketisha pamoja na wakuu. Hilo neno kilitaja mbele za Mungu. Mungu kumbe nilishawahi kusema hivyo. Na Mungu analiangalia lile neno, anakuinua. Lakini lazima uwe na nguvu ndani yako ya kulipushi lile neno ili lifanye kazi inayotakiwa. Hilo ni la kwanza. Jambo lingine la msingi la kuzingatia. Jambo lingine la kuzingatia katika maombi, lazima uishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu ni muhimu sana. Yohana 9:31 anasema Mungu hawasikii wenye dhambi. Lakini mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Lakini lazima Yesu akae ndani yako na neno lake likae ndani yako. Hiyo Biblia inasema mkikaa ndani yangu, katika Yohana 15:7, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Na kwa hiyo kwa maana hiyo mtu ambaye sasa hivi anatutazama kama alizoea kutamkiwa na alizoea pia kuomba, nini ushauri wako kwake pia? Amna neno baya. Unajua mtangazaji, nikwambie kuku aliyezoea kufungiwa kwenye mti hata ukimfungua huwa bado anahisi hajafunguliwa. Na jaribu kuona kila mtu amelelewa kivyake, isipokuwa kipindi cha Mwanga wa Dunia kinatazamia kuwafungua watu kutoka kwenye vifungu ambavyo wamefungwa mara nyingi. Mimi najaribu kusema kwamba kwa kweli hebu mtu amtazame Mungu zaidi kuliko mwanadamu. Maana mwanadamu anapita. Mwanadamu yupo na kuna mwingine saa nyingine hayupo. Lakini mtu akimtazama Mungu zaidi atafanikiwa. Naam. Na mpenzi mtazamaji, mtumishi anasema ukimtazama Mungu zaidi utafanikiwa. Na hapo ndipo ambapo tunafikia kikomo kipindi chetu cha leo. Na mimi niseme tu kwa nukta hii, ni kusi sana wewe ambaye bado hujasubscribe channel yetu au bado hujawahi kumpa zawadi ya somo hata moja rafiki yako, hakikisha unamtumia somo moja katika masomo ambayo unayaona katika channel hii. Mimi ni mwandaji wako lakini pia na mtangazaji wako. Jina langu naitwa Isaac Mzava. Nyuma ya kamera hii yupo ndugu yangu Damiano Gwaltu, ndo anahakikisha kabisa unatupata kwa uzuri kabisa, sauti ikiwa imekaa vizuri na picha ikiwa imekaa mwanana. Kwa kumalizia, mtumishi wa Mungu, lipi la kwako la mwisho kwa mtazamaji wetu? La kwangu la mwisho, nategemea kupata maswali zaidi kutoka kwa watazamaji. Lakini kupata komenti nyingi. Sawa. Lakini jambo lingine ni kwamba tuzoe kujitamkia maneno ya mazuri. Tusijitamkie tu. Wakati mwingine watu wanaongea tu bila kujua ameongea nini. Lakini yale maneno yanakamata. Kama kuna nguvu zinazofuatilia maneno sana. Yakiwa mabaya yana nguvu yake, lakini yakiwa mema pia kuna nguvu zake. Kwa hiyo tuwe makini katika matamko yetu tunayotamka kwa ajili ya wengine na tunayojitamkia sisi wenyewe na tunayotamka kwa ajili ya familia zetu. Nakuta baba anasema uko sawa tu kidogo na mke wake anamwambia hii ndoa haitadumu. Hilo neno linaishi. Wakati mwingine anasema nyie watoto wajinga sana. Hilo neno bado linaendelea kuishi, maana aliyetamka mwenyewe yawezekana na nguvu nyuma yake. Nyuma ya hilo neno kuna nguvu ambayo inamfanya atamke hayo maneno. Kwa lazima tuwe makini
na matamko yetu. Na kwa yule mtazamaji ambaye yamkini anahisi alishawahi kutamkiwa maneno aidha ameyasikia au hajayasikia, nini ambacho maneno ambayo si mazuri, nini ambacho anabidi akifanye? Damu ya Yesu inafuta uozo wote. Amina. Damu ya Yesu inafuta kila ambacho yawezekana sio kizuri. Unaweza kufuta kwa damu ya Yesu. Kila mahali palipotamkwa. Naam. Yeah. Basi mimi sina la ziada. Tukutane tena wiki ijayo. Mungu na akubariki sana. Shalom shalom.